Kwanza mfuko nani alifungua? Fatiha. Amin. Ndio. Inatokea wapi jamani? Kwa kweli hapa nina pipi kwa mwanangu. Basi wewe angalau mpate kubadilisha mwana, unajua tena. Pipi ya mwanangu. Uiachi? Tatizo chanzo vibaya ndio mwana. Haya nitafanyaje? Bwana wewe hamna shida. Basi poa. Unisaidie katika utafiti wangu wa kugundua chanzo cha kifo cha mdogo wangu. Anakuja. Kimegi. Kimbia anakuja Kimegi. Twendeni huko. Kimegi. Nini shida? Mguu wangu. Mguu wangu. Tulia. Ndio tunakutafutia matibabu, tulia sasa, usige kelele msituni huku. Tulia. Umeona sasa bro? Matatizo yote umetaka wewe. Fudu. Nakuomba tuheshimiane. Tumetoka juu sote, tumekuja msituni kutafuta mafanikio. Tena mimi nimekuja kwa ajili yako wewe, kwa shida zako wewe. Alafu unaanza kuleta maneno kipumbavu hapa. Oya, nakuomba tufanye kilichotuleta huko. Usianze kulaumiana mapema yote haya. Sawa, nimekuelewa. Tulia. Bosi, kwanza pia samahani kwa kuitaba, kwa sababu angalia mazingira yenyewe hayaruhusu. Naam, wito. Sasa bwana, lengo la kukuta hapa ni kijana tulomua. Sasa tunafanyaje? Maana mule ndani kisha kwa nikera. Naona unga wangu haukai kwa amani. Yaani mtu mule ndani. Sasa ndio swala basi inabidi umpeleke msituni kule. Umpeleke msituni aende akaongeze ulinzi. Kwa sababu vijana wanaenda labda watu wanaenda bado kukutana na vitu vya kutisha, wasije kaisikia ile hazina yao. Maana hivi sielewi wanaje, kwani unga haukai mwenye ndani. Sasa mara kitoka chumba hichi kanaingia hichi, kitoka hichi kanaingia hichi, basi mpeleke msituni. Basi sawa, hamna shida. Kwa kesho ukampeleke msituni kule kaongeze ulinzi kwa ile hazina. Hakikisha unampeleka, maana kijijini hapa inatokea hivi na hivi atajulikana. Sana yetu. Basi sawa bosi, hamna shida hapo. Mimi nilikuwa ningesubiri niambie hapo tu, maana yake siwezi kuja mulia maamuzi mwenyewe bila wewe. Basi ndio kupeleka msituni. Vipi kwa zaidi? Zaidi sio jua tena kawaida zetu ile. Angalau ukija hapa badala kubadilisha mate. Mimi si nikutumia hela. Sawa, lakini leo angalau kwa kweli hapo vipi vile na hela. Ila kuna vipi na mdomoni kwangu. Hawezi kujua bosi wangu, wewe huwezi kupata jambo. Basi buyote tena ni. Basi sawa, hamna shida. Basi msifanye juu chini upeleke kesho. Haya poa. Mimi kwa vile kushaniambia mapema ndio naondoka naye. Bro, usiku tayari utufanye tupunzike tu. Sehemu tupunzike. Uone hapa tulipo kwa sehemu salama. Utafanya nini? Tupunzike tu.
Jamani, nataka kupumzika sasa hivi. Usiku tayari ushaingia, lakini mmoja kama hapa tupo msituni, tena ni msitu hatari, msitu wa kati. Nyenyewe nadhani mmejionea matatizo ambayo tunapitia nyuma sana. Kwa hiyo tuwe makini, mtu akisikia chakara msitwane, tusije tukauzana na msituni hapa. Mnatujua si wengine pono, tukilala tumelala hivi. Karibu. Umeelewana? Hatari sana. Siku mwema. Wewe. Nimekuta. Naona kama mkono hapa. Mimi nimetoka. Hivi kushtuana hivi. Ushakuja sasa hivi. Haoni kama ushakuja au? Hivi siku mdogo inaoneshia. Naanza lalo kwa. Ngoni tuondoke, ushakuja sasa hivi. Nyonga yote inaniuma. Vipi shemeji? Ramani. Ramani vipi? Haimu. Haimu. Ramani haimu, Ramani niliweka hapa. Sijui niliweka hapa. Unazidi kurudisha matumaini shemeji. Sasa tunafanyaje? Mimi naishi. Ni pale tulipokimbizwa na nyoka. Turudi tena. Sasa nyinyi mnadhani bila Ramani tutafikaje eneo ambapo ipo hazina? Bora tuikose, lakini kuliko kurudi kule alikonyoka. Kurudi tena kule. Yule nyoka akae sehemu moja, anatembea sehemu tofauti. Inawezekana kwa kula ameondoka, sasa hivi upo hapa. Sasa tukaenda kule, si ndo nafuu yetu. Sasa bila Ramani tutakwenda vipi safari yetu? Haiwezekani. Okay, tufanye hatuitafuti. Bila Ramani tutaionaje njia ya kurudi nyumbani? Tutaijuaje njia ya kurudi nyumbani? Hivyo vote lazima tuondoke tukaichukua ile Ramani. Nyanyukeni tuanze tuni basi. Tulipopita pale spika zile, Ndio, lakini na njaa kweli. Njaa pokeo. Sote. Na njaa. Yaani kutembea siwezi tena, nashindwa kwa njaa. Ngoja ni. Kuna vyakula vya msituni. Kula hii. Mimi sijawahimu bali Panga tule lakini.
sana. Mhogo mtamu sana. Kwa vizuri eh? Chakula elimu sana. Umeona? Ndio. Yaani ni tofauti kabisa na mihogo ambayo inapanda majumbani. Naona utamu sana, umezidi utamu. Unakuwa na maji ya kutosha na sukari nyingi. Na alafu mikubwa sana inaonyesha. Unajua vipi? Pamoja na kuwa ile ramani hatunayo, lakini ile eneo lilizingatia sana. Yaani hapa tupo karibu na hazina. Nawaambia nyinyi tu, hapa tupo karibu na hazina. Ile eneo mimi nimelizingatia vizuri hili. Basi tufanyeni twende. Mimi una uhakika? Nawaambia hapa tupo karibu na hazina. Sogeeni pale. Hawia. 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 Nani? Hawia. 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 Mkuu, huyo kijana tumeamua kumwadhibu. Amekuja msituni na kuchukua siri na kutangaza mtaani. Amefika. Huyu ndio kijana ambaye anachukua siri zetu na kwenda kuzipeleka kwa alimwengu. Ndio mkuu. Hawia. Hawia. Kazi imekwisha, na mimi nataka nikuvishe nishani kama pongezi. Hawia. Hawia. Kijana wangu, umefanya kazi nzuri. Sasa jiandae nikuvishe nishani. Hawia. Hawia. Kijana, nakupa tuzo. Hawia. Hawia. Wewe mjumbe. Ndio hapo hapo ni. Umeona kila kitu. Umeona nini? Mjumbe. Ambao ulikuwa umekaa nao hapa, halafu akaruka ni nani? Hapana, tunuka peke yangu tu mimi hapa. Mjumbe tumekuona. Tumekuona kwa macho yetu. Umeona nini? Wewe unahusika na mabalaa pale kijijini. Mabalaa gani? Huo ulikaa naye hapa mzee ni nani? Mimi niko peke yangu hapa, siko na mtu. Mzee, tumekuona na utahakikisha mjumbe, ili jambo lazima tulifikishe kijijini. Hapana!